Hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo sana, wakati kama leo basi ni mara nyingine tena pale ambapo tunakaribisha ndani ya makala haya na enzi kipindi ikiwa ni kumbukizi za Mwafrika. Katika makala haya basi huwa tunaangazia kuhusu masuala mbalimbali ya Kiafrika, zikiwemo ukiwemo utamaduni, mila, desturi na mambo mseto kuhusu jamii ya Mwafrika. Na mambo haya basi huwa tunasawazisha na masuala ya Biblia pamoja na masuala ya kijiografia pamoja na historia. Je, historia ya Mwafrika ilitokana na mambo gani, mambo ya kale hadi kufikia sasa? Na katika basi makala yaliyopita tunaweza kuangazia kuhusu jamii ya Musa, na katika kipindi hivi leo na vile basi nilikuwa nimekuahidi kwamba kwenye kipindi kijacho ambapo ni hiki tutaendeleza masuala hayo ya jamii ya Musa. Na ahadi ni deni, basi ndiposa tuko hapa hivi leo kulilipa deni la ahadi hizo tulizokupa kwenye kipindi kilichopita. Na katika kipindi hiki leo basi nao wataalamu kutoka katika shirika la Kenya-Kumbukizi Cultural Museum, si wengine bali kwa upande wangu ule nikianza kule mwisho basi ni Bi Ruth Enkeseni, ambaye yeye basi anashughulika na masuala ya maombi katika shirika hili la Kenya-Kumbukizi Cultural Museum. Anayemfuata basi ni mzee Samuel Kamida, ambaye yeye ni mkurugenzi mkuu wa shirika hili la Kenya-Kumbukizi Cultural Museum. Na karibu nami basi ni Merlin Wanjiro, ambaye vile yeye anahusika pakubwa katika masuala haya. Vile yeye ni mwandishi wa habari. Hao basi ndio watakao tufaulishia kipindi hiki leo. Na karibu basi kwenye kipindi. Mimi ni msimulizi wako Job Onimo. Ningependa basi kuanza na dada, manake wewe ndio ulikuwa unaendeleza kipindi kwenye kipindi kilichopita, basi ukawa unatueleza kuhusu jamii ya Musa. Je, Musa huyo alikuwa anatoka wapi, akielekea wapi na kwa amri za Mwenyezi Mungu? Asante sana mtazamaji. Wiki iliyopita tulikuwa naangalia habari ya maneno ya Musa, na wakati Musa aliongeleshwa na Mwenyezi Mungu akiwa kwa mlima Sinai, ambayo ni mlima huko kwa kule Midiani. Na kule Midiani ndio utakapata watu wanayoitwa Wakushi. Na tuliangalia kwa ufafanuzi kamili kwa kitabu ya Biblia ya Kiswahili, ambayo wataalamu walisema kule Kushi ni eneo ya Afrika, maana ya bibi mke wake Musa alikuwa ni Mkushi. Na basi ndio tukaahidi mtazamaji ya kwamba tutayaangalia, tutamfuata Musa. Na basi tukimfuata Musa ni lazima sasa tutaanza na kusoma kitabu ya Biblia, ambayo sasa Musa ametumwa ako Misri, ametumwa na Mungu arudi Misri ili awatoe Waisraeli. Na sasa tutaangalia ni nini kidogo ilifanyika. Kwa hiyo Exodus 12 verse 1. Kutoka 12 mstari wa kwanza ni kuhusu Pasaka. Mwenyezi Mungu akamwambia Mose na Aroni walipokuwa bado nchini Misri, mwezi huu utakuwa kwenu mwezi wa kwanza wa mwaka. Iambieni jumuiya yote ya Waisraeli kwamba mnamo siku ya 10 ya mwezi huu mtachukua mwanakondoo mmoja kwa kila jamaa moja. Basi wataanza safari, lakini Mwenyezi Mungu anaianza kalenda. Hii kalenda ndio itawasaidia kufuatana na mambo yenye Mungu atawaambia. Basi anawaambia kutoka hii siku, Mungu akimwangelesha Musa, kutoka hii siku sasa ulio huko Misri, hii ndio itakuwa siku yenu ya kwanza na mwaka wenu wa kwanza kwa kalenda yenu nyinyi wa Israeli. Kwa hivyo kwa mtazamaji, ningetaka ujue ya kwamba kalenda ndani ya dunia ni kadhaa, na hii kalenda tunayoifuata leo ni kalenda ambayo ilianzwa ni Mroma. Na ile kalenda ambayo ilianzwa na Mwenyezi Mungu inaitwa the Bible calendar ama the Jewish calendar. Maana Mungu alikuwa anaongea na Waisraeli, basi akaanza kalenda ya Waisraeli. Na sisi tukiwa tunafuata kitabu iliyoandikwa ni akina Abraham ama akina Musa, habari ya Waisraeli, hiyo kalenda ndiyo itakaye kuonyesha siku za sherehe za Mungu, siku ya Sabato, siku gani walitoka, mwaka gani, maana ilianza kuhesabiwa moja
hiyo siku. Kwa hivyo hii kalenda ni kalenda ya Bible, ndio Mungu anaanza. Hii ni kitu ya kwanza tujue. Mungu hupenda sana awe sawa na wewe. Ili akikwambia siku ya 10 nenda pali fulani, utakuwa unajua kwa ile kalenda yako ile mko na yeye pamoja. Haya basi tutaendelea kidogo tu ndio tuone sasa ni nini itafanyika kwa kuanza hiyo safari, na ndio tutaenda kwa Exodus 12 verse 37 to 39. Tutasoma Kutoka 12:37 hadi 39. Waisraeli wanaondoka Misri. Waisraeli waliondoka mjini Ramesesi wakasafiri kwa miguu kuelekea Sukothi. Walikuwa wanaume wapatao 600 licha ya wanawake na watoto. Kulikuwa pia na kundi la watu wengine walioandamana nao pamoja na mifugo mingi, kondoo na ng'ombe. Kwa kuwa walikuwa wameondoka Misri kwa haraka, hawakuweza kutayarisha chakula cha safarini, ila tu ule unga uliokandwa bila kutiwa chachu. Basi wakaoka mikate isiyotiwa chachu. Ndio. Na ningeomba basi tuendelee tu kwa hiyo mstari wa 40 na mpaka 42. Mstari wa 40. Waisraeli walikuwa wameishi nchini Misri kwa muda wa miaka 430. Katika siku ya mwisho ya mwaka wa 430, siku hiyo hiyo maalumu, ndipo makabila yote ya Mwenyezi Mungu yaliondoka nchini Misri. Usiku huo ambao Mwenyezi Mungu alikesha ili kuwatoa Waisraeli nchini Misri unapaswa kuadhimishwa na Waisraeli wote wa vizazi vyao vyote kama usiku wa kukesha kwa heshima ya Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Na kwa haya maneno tumeona ya kwamba Musa hawajatoka Waisraeli peke yake. Wametoka Waisraeli na watu wengine pia. Na pia kwa kati ya watu wenye wako na Musa hajahesabu wa mama na watoto. Lakini amesema ako na watu 1600 wanaume ambayo sasa ni wanaume wale wamekomaa, wanaweza enda kwa vita. Kwa hivyo sasa tukiangalia Musa, wale watu wanaoongoza sasa ni kama watu wanaweza asilia kuwa kama 4,000,000. Kwa nini? Hawa ni wanaume wamekomaa, wanaume 600. Wanawake na watoto hawajahesabiwa. Basi hawa wanaume wana bibi. Na kwa hivyo hawa ni wanaume 600,000. Kwa hivyo wakifika pamoja na bibi zao wanakuwa kitu kama 1.2. Na ni kawaida kuwa labda wana watoto na kama watoto tuseme 4 tu peke yake. Watoto 4 ni milioni 2 na 1,400. Kuongeza ile nyingine yao ile ilikuwa 1.2, wanafika almost milioni 4. Sawa. Na hapo hatujahesabu labda watu wengine, maana ni watu wengi walikuwa watumwa. Na hizo kabila za Afrika wengine walikuwa watumwa kule, waliachiliwa hiyo siku. Watumwa wote walifuata Musa, maana wamepata nafasi ya kuondoka. Kwa hivyo ile jeshi ni kubwa mno, na bado wako na mbuzi na kondoo na ng'ombe kati ya hii safari yao. Na kwa hivyo hii ni jambo la maana sana. Na tena tumeambiwa miaka 430 ndio Waisraeli wamekaa Afrika, eneo tunayoijua na ni Egypt. Kwa hivyo hao watu pia wanaweza kuwa wamezaa na wasichana wetu sisi wa Afrika. Kwa hivyo hao watu wanakuja na Musa, watu waelewe ya kwamba kuna damu hata zetu za Afrika ziko ndani za hao watoto. Maana kuja kwao Misri ilikuja Jacob na vijana wake. Wakaoa pale, hata mke wa Joseph aliyekuwa ni kama prime minister kule alikuwa ni msichana Mwafrika. Kwa hivyo watoto wa Joseph na kizao cha Joseph ni wa Afrika sasa pale. Na wale pia wameoa kule wasichana wa Afrika. Kwa hivyo hii watu wasiangalia ati ni wazungu wanakuja. Ni watu wako na damu nyeusi na ngozi yetu pia. Wakija sasa wanateremka, wanaenda eneo ambayo wamesema inaitwa Sukot. Sukot kwa Kihibru hii oath ni kuongezwa, imeongezwa juu kitu kuna maneno ambayo haiambatani sana na Mwisraeli. Akitaka kusema lazima ataongeza oath. Naona sasa na hii pahali itakuwa kwa Kiafrika, maana wako Ramesses Egypt. Wameteremka pahali panaitwa Suk.
maana ndio imeongezwa ikaitwa Sukoth. Naam. Suk. Kumbuka tuko na Sukuta Valley. Naam. Tuko na watu wetu ambaye wanaitwa Suk, na ni watu walitoka Sudan wakakuja eneo yetu hapa Kenya. Naam. Na hawa ni watu wametoka Suk. Na Suk kule Sudan kuna area inaitwa Sukre. Naam. Naona? Hii Suk, Sudan, Sukuta ni yetu. Naam. Na hawa ndio wamepiga, Musa amepiga kambe kule Suk. Lakini kuna jambo nzuri sana. Kutoka pale watakapoenda, tuna yule alikuwa kiongozi wa Sudan, alikuwa naitwa Mheshimiwa Garang. Naam. Wakati alikuja hapa kulikuwa na ile peace treaty. Naam. Ilikuwa inawekwa kidole. Nakumbuka sana. Na huyu mzee aliongea akasema, nyinyi wa Kenya, nyinyi ni kama mashemeji wetu ama ndugu zetu. Kwa ajili Musa alikuwa kule Sudan, akaoa msichana wetu kule, alafu akakuja hapa Kenya. Sasa yule ni mtu amesoma sana, ambao amesoma eneo la Sudan. Na amejua historia ya Sudan. Tena anaongea habari ya Musa kuwa kule Sudan. Na pia Bible inasema habari ya Suk. Na sisi tunajikuta tuko na eneo la Suk, na ndio watu waliyetoka Sudan wakaita ile eneo la bonde la ufa ambayo inaitwa Sukuta. Ni jina lao lile, ni Suk. Wale ni Wasuk. Ndio kwa ajili wanaita Sukuta Valley. Ndio, lakini tutaendelea tena kidogo. Na mzee Samuel, manake maneno yake Dada Ruth ni mazuri sana. Anasema kwamba marehemu Garang alipokuja hapa nchini Kenya, anasema kwamba Musa huenda alipitia hapa Kenya ama alikuja hapa Kenya. Wewe mchango wako ni upi? Manake wewe ni mwanahistoria mkubwa zaidi ambaye ana ujuzi mwingi katika nyanja hii ya historia. Wasemaje kuhusu swala hilo? Kuna mambo ambayo ni lazima wasikizaji wetu na watazamaji waelewe. Naam. Sehemu hii Sudan na sehemu ya Kenya ambako kuna maeneo ya mlima Kenya ilikuwa na imani kubwa sana kwa watu wa Misri. Na ilikuwa ni lazima mfalme wa Misri, yani Pharaoh, akitaka kuchukua uongozi ilikuwa teremke mpaka mlima Kenya. Na pale alale siku 3. Halafu baada ya hapo aondoke. Kwa kile tunaita kwa kimombo, they became God through theogamy. Yani kuna mambo ambao walifanywa pale mlimani Kenya. Ndio sasa wakarudi. Nikitaka kueleza kwa ithibati ya utafiti, kama vile pyramid imejengwa, zimejengwa katika kama kwa ile kwa Kiingereza tunaita north-south axis. Yani ni kusema kwa sababu pyramid ni kama ni mambo ya kiroho. Yalijengwa kwa sababu ya mambo ya kiroho. Mtu amekuwa ameishi, imefika mahali, ameondoka, amekufa. Na pale ni lazima yabatanishwe na makao au kao mkubwa wa Mungu. Pale mlima pale mtotana umetoka. Waliamini hicho kilikuwa kikao kikubwa sana cha Mungu wao. Kwa hivyo ibada nyingi na mambo mengi ya watu wa Misri yalikuwa yanafanywa sehemu hii yetu. Na ukiangalia utafiti tuliofanya, Musa alikuwa bado hajakuwa mfalme. Na ni lazima angeteremka sehemu hizi zetu ndio aingie mlima Kenya, alale siku 3, halafu akifufuka ndio aende pale akachukua ufalme. Hiyo ilikuwa limeandikwa wazi, tumeliandika katika tovuti yetu ya www.yamobi.com. Mahali pameandikwa Mount Kenya Prayer Walk. Watapata kuona vile mafaraoni walikuwa wanakuja mlima Kenya, wanalala siku 3 halafu wanaondoka. Tuone Musa wakati anaondoka na watu, kwa sababu kulikuwa na mapinduzi ya namna fulani. Watu wa Misri walikuwa na miungu mbalimbali. Musa ana Mungu mmoja. Sasa ni lazima angezunguka. Kwa hivyo Madam Ruth najua amefanya utafiti mkubwa sana ambao umechukua muda mrefu, kusafiri, kutumia ndege, kutumia wazee mpaka afike hapo. Kile kilikuwa hapo ni kwamba Afrika sisi hatukuongea, tulinyamaza. Wageni wakaongea, wakasema ni sisi, mpaka wakachora michoro ya Waafrika, Mariamu, Josefu na Mesia Kristo wakiwa watu weusi. Pop akatoa
akasema ishole ikiwa na watu weupe. Michael da Vinci akachora hao watu wote wakiwa weupe. Da Vinci, Michelangelo, Tintore, wote hao wachoraji wa zamani wakachora picha hizo, tukapunguziwa na ile amani ya mambo yetu. Madam Ruth kile amefanya ni kwenda hatua kwa hatua. Hatujui anatuelekeza wapi kwa sababu hajana. Itakuwa mimi nasikia siko natuelewa. Kwa hivyo hapo tukiangalia wewe msikizaji, mtazamaji, kuwa hapa nasi. Tuone kule anatupeleka. Labda atatupeleka Kisumu au anatupeleka Nyeri, hatujui. Dada Ruth, safari ya Musa inaendelea mpaka wapi? Ama inaelekea wapi? Ndio. Karibu mtazamaji, na hapa niko na map ambaye nilitoa kwa National Museum of Kenya na pia labda hata kwa National Archives mtu anaweza pata. Na hii map ni map ya nchi za Afrika ambayo sasa inaonyesha Egypt na mtu akiteremka kwenda Sudan. Na kati ya hapa hivi kuna eneo fulani ambayo inaitwa Sukre. Na mtazamaji nitakuonyesha, na ndio hii. Na hiyo eneo ni karibu sana na bahari la Nile, wakiwa wanateremka kuja eneo za Ethiopia ama Kenya ama South Sudan. Wako pahali hapo katikati. Wakati wanasemekana wako Suk. Na ndio kwa map inaitwa Sukre. Na basi tutaendelea ndio tusome walikuwa natembea kwa hali gani ili tujue. Basi na hapa tutasoma Exodus 13 verse 17 to 22. Kutoka 13 mstari wa 17 hadi 22. Ni mnara wa wingu na wa moto. Wakati Farao alipowaachia Waisraeli waende zao, Mungu hakuwapitisha katika nchi ya Wafilisti, ingawa njia hiyo ilikuwa ya karibu. Mungu alisema, sipendi watu hawa wabadilishe nia na kurudi Misri wakijua itawabidi kupigana vita. Badala yake, Mungu aliwapitisha Waisraeli katika njia ya mzunguko kupitia jangwani kuelekea bahari ya Shamu. Waisraeli waliondoka nchini Misri wakiwa wamejiandaa kwa vita. Aya, basi ningetaka tu kidogo tusikize. Hebu angalia, Mungu amesema sitawapeleka kwa njia ya kutoka Misri waingie eneo la Filisti. Na Filisti ni kati ya nchi ambayo yeye Mungu anapea ikiwa yao. Filisti hiyo ni kati ya Kanani ambayo wataenda. Kwa hivyo Mungu amefunga, amesema hawataenda eneo hilo ili wasipigane saa hizo warudi labda Misri juu ya uoga. Maana hawa ni watumwa. Basi amesema nitawapitisha njia ya mbali kupitia jangwani, alafu ndio baadaye labda atawaachilia waende kwao. Alikuwa nataka tu muda awe na hawa, awafanye wawe wake, wamjue, awape amri, alafu awabariki wakuwe nchi. Kama vile sisi huenda maombi ya nchi, tunasema is a national prayer day. Sasa wale walikuwa naenda national prayer day, wawe commissioned, wapatiwe wadhifa wakuwa nchi na waende kwao. Hiyo area ndio tunataka kujua. Basi basi dada endelea. Tutaendelea kutoka mstari wa 19. Mose alichukua mifupa ya Yosefu kama Yosefu alivyoagiza kabla ya kufa kwake. Alikuwa amewaapisha rasmi Waisraeli akisema, Mungu atakapowajia kuwatoa nchini humu, ni lazima muichukue mifupa yangu kutoka hapa pamoja nanyi. Basi Waisraeli waliondoka Sukothi, wakapiga kambi huko Ethamu, ukingoni mwa jangwa. Mchana Mwenyezi Mungu aliwatangulia katika mnara wa wingu kuwaonyesha njia, na usiku aliwatangulia katika mnara wa moto kuwaangazia, ili waweze kusafiri mchana na usiku. Mnara wa wingu wakati wa mchana na mnara wa moto wakati wa usiku, kamwe haikukosekana kuwatangulia Waisraeli. Ndio, basi unaona ya kwamba basi ya kuwa ni Mungu anawaongoza. Akiwa na mnara wa moto usiku na mnara wa mchana. Kwa hivyo yule anayewapeleka ni Mungu. Kwa hivyo pale watakapoenda, hapo ni pahali takatifu penye Mungu mwenyewe anawapeleka. Na saa hizo hawapeleki Kanani.
Anawapeleka njia ya mzunguko kwanza wafike kwa ule mlima ambaye Mungu alikuwa ameahidi Musa. Ni lazima mtakuja hapa kwanza. Alafu twende kwetu Kanani. Lakini jambo la maana sana kwa hiyo yenye madama amesoma ni kusema walienda Etham. Etham kwa zamani ndio Ethiopia. Angalia ni ETHA. Tayari Ethiopia. Etham. Kwa hivyo walipiga kambi sehemu fulani pale Ethiopia. Unaona? Lakini sasa tutaendelea ndio tuone ilikuwaje. Basi naomba dada aipitie haraka. Hiyo ni Exodus 14 verse 1 to 17. Ama ataendelea paka penye tutaweza leo. Tutasoma Kutoka 14 mstari wa kwanza hadi 17. Waisraeli wanavuka bahari ya Shamu. Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia Mose, waambie Waisraeli warudi nyuma, wapige kambi mbele ya Pi-Hahirothi, kati ya mji wa Migdoli na bahari ya Shamu, mbele ya Baal-Sefoni. Hapo ningetaka maana tunaweza enda sana msikilizaji akose kujua. Hapa kuna maneno imetokea. Akasema nataka wapige kambi kwa Migdol. Migdol ni Kihebru. Migdol ni tower. Ni kama vile kwa kizungu anasema control tower. It's a tower. Na hii tower ni ile ilikuwa ni wingu limesimama. Si walikuwa naongozwa ni wingu. Na hii wingu usiku inakuwa kama taa. Basi inakuwa ni kama ndio inawasaidia kuangalia usalama wao. Sasa hiyo ndio inaitwa Migdol. Ni tower. Is like a control tower yenye inawaelekeza. Ikisimama wanasimama. Wakitembea inatembea. Yani ikitembea wanatembea. Basi na pali pengine sasa ni kama anaonyeshwa asimame katika vitu walipo nazo. Migdol imesonga imekaa pali fulani. Na tena kuna hii inaitwa Pi-Hahiroth. Kumbuka hii sasa Hahiroth. Pi-Hahiroth. Pi ni mdomo wa vale. Hahiroth ni vale. Sasa yeye akae kwa mdomo ya vale ambayo hii vale iko na maji. Unaona? Sasa ile Migdoli imesonga imekaa kando na pale kuna Pi-Hahiroth akae pale. Na sasa pia kwa neno lingine ambayo atakayesoma kutakuwa na Baal-Sefon. Baal-Sefon kwa wale wataangalia kwa internet wataona Baal ni kama Mungu ama kiongozi wetu. When you say Lord kwa kizungu. Na ni Lord yule anaenda north. Ni yule ni Lord mwenye anayetuongoza kwa safari yetu. Na huyu ni malaika. Kwa hivyo malaika amesonga kidogo, naye wingu limesonga liko pahali, na pale ni mdomo ya mto. Ameambiwa simama hapo katikati. Mtazamaji, wacha tuendelee kabisa sasa ndiye asome na tuelewe maneno yote. Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia Mose, waambie Waisraeli warudi nyuma, wapige kambi mbele ya Pi-Hahirothi, kati ya mji wa Migdoli na bahari ya Shamu, mbele ya Baal-Sefoni. Mtapiga kambi mbele yake karibu na bahari. Maana Farao atafikiri, hawa Waisraeli wanatangatanga nalo jangwa limewazuia wasiweze kutoka. Hapo mimi nitamfanya Farao kuwa mkaidi, naye atawafuatia. Nami nitajipatia utukufu kwa kumwangamiza yeye na jeshi lake. Hapo Wamisri watatambua kwamba mimi ndimi Mwenyezi Mungu. Basi Waisraeli wakafanya hivyo. Farao mfalme wa Misri aliposikia kwamba Waisraeli wamekimbia, yeye na maofisa wake walibadili fikira zao, wakasema, tumefanya nini kuachia Waisraeli waende zao wasitutumikie tena? Basi Farao akatayarisha gari lake la vita la jeshi lake. Alichukua magari yake bora ya vita 600 na magari yote mengine ya kivita ya Misri yakiongozwa na maofisa wa kijeshi. Mwenyezi Mungu akamfanya Farao mfalme wa Misri kuwa mkaidi, naye akawafuatia Waisraeli ambao walikuwa wameondoka Misri kwa ushupavu.
Wamisri pamoja na farasi wao wote, magari ya farasi ya vita na wapanda farasi wake waliwafuata Waisraeli. Wakawakuta wamepiga kambi kando ya bahari karibu na Pihahirothi mbele ya Baal-Sefoni. Waisraeli walipotazama na kumwona Farao akija na jeshi lake dhidi yao, walishikwa na hofu kubwa. Wakamlilia Mwenyezi Mungu, wakamwambia Mose, "Je, hapakuwa na makaburi ya kutosha nchini Misri hata ukatuleta tufie huku jangwani? Mbona umetutenda haya kwa kututoa katika nchi ya Misri? Je, hatukukwambia mambo haya tulipokuwa bado Misri? Tulikwambia utuache tuendelee kuwatumikia wa Misri. Ingalikuwa afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufia huku jangwani." Mose akawaambia Waisraeli, "Msiogope, kaeni imara. Leo mtaona jinsi Mwenyezi Mungu atavyowaokoa. Maana hawa wa Misri mwaonao leo hamtawaona tena. Mwenyezi Mungu atawapigania. Nyinyi mnachotakiwa kufanya ni kutulia tu." Mwenyezi Mungu akamwambia Mose, "Kwa nini mnanililia? Waambie Waisraeli waendelee mbele. Inua fimbo yako na kuinyosha juu ya bahari. Maji yatagawanyika na Waisraeli wataweza kuvuka katikati ya bahari mahali pakavu. Mimi nitawafanya wa Misri kuwa wakaidi, nao watawafuatia katikati ya bahari. Nami nitajipatia utukufu kutokana na kuangamizwa kwao kwa Farao na jeshi lake, magari yake ya vita pamoja na wapanda farasi wake." Asante sana. Basi hapo tumeona jambo lingine ya kuwa hawa sasa wamevuka. Mungu ameleta muujiza yake, amekausha yale maji, alafu wakishapita anarudisha maji. Hii kwa Bible inasema, kwa English Bible kuna wakati utasikia wanasema Red Sea. Lakini sisi wakati tulivyokuwa tunakuwa kanisani, tulikuwa tunasoma habari ya the Sea of Reeds. Na mimi kwa Bible yangu niko na Sea of Reeds. Na ndio imesema hapa, bahari ya Shamu Kiebrania ni Yam Suf. Neno kwa neno bahari ya mafunjo. Basi. Katika Biblia jina hilo linatumiwa kutaja kila sehemu au mkono wa bahari ambayo siku hizi inajulikana kama Guba ya Suezi na bahari ya Mediterania. Kwa hivyo ni bahari ya fujo, ya mafujo. Na mafujo ndio reeds kwa kizungu. Kwa hivyo hawa wamepita bahari ya mafujo. That is kwa kizungu the Sea of Reeds. Sea of Reeds ni kitu ya maana sana kwa ajili Sea of Reeds sio sawa na Red Sea. Kwa ajili hawa wako Afrika, sehemu ya Sudan. Na wamevuka area za Sudan. Kwanza walikuwa wameenda Etham kidogo, Mungu akawaambia nataka murudi nyuma. Wakarudi nyuma, wakawa na mimi msikilizaji niko na map ambayo ni map imetumika sana shuleni ikiwa ya secondary school, na hii map iko na the Nile Valley. Nile Valley ikiwa na pahali kuna mafujo. Kuna mafujo mengi sana hii eneo ya Sudan, na hii eneo inaitwa Sud. Na Sud ni pahali maji ya Nile inasimama na pia mto mwingine zinakutana, mito nyingi pale. Panakuwa na mafujo, maji inasimama. Halafu hiyo ni pahali pako na maji mengi. Na pia hata pahali karibu na Ethiopia kuna tena eneo nyingine nitakaye muonyesha kwa mapi ya kisasa ikiwa na mafujo, na ni area ukiangalia kwa Nat Geo World mtazamaji utaona kuna saa zingine wanafanya safari inaitwa From Cairo to the Cape in South Africa. Na wakati wanafanya hiyo safari kuna pahali wanafika eneo ya Ethiopia, alafu wanavuka na boats. Na hizo boats unaona ni mafujo yamekatwa pande ya kulia na kushoto ili hizi boat ndogo ndogo ziweze kupita. Na hata watalii wengi usema tunasikia ni kama tunavuka ule mto wa the Sea of Reeds. Maana kila pahali ni mafujo na hauwezi vuka kwa miguu, na ukiingia ni pahali unaweza zamia ufariki, lakini kila wakati watu uvuka na hizi boats ndogo ndogo. Na hapo ndipo ninapofikiria hii ndio bahari ya Sham, bahari ya mafujo, na ndio kwa kizungu the Sea of Reeds. Sea of Reeds
Mhibrania amesema hiyo sio the Red Sea. Amesema kwake walivuka the Sea of Reeds. Hiyo ndio tunataka tumuunge mkono Mwisraeli akivuka bahari ya mafujo. Tutaangalia kwa hii atlas ambayo tutaona pahali pia kuna maji mengi usimama ikiwa na mafujo mengi ambayo ni sana inawezekana ndio bahari ya mafujo. Na hiyo eneo ni hili ambayo unaweza kuiona. Manake unakumba mwelekezi wetu tunaweza kwamba muda tuliotangia mamalizia kweli. Mwisho kabisa, dada Merlin, ungependa kusema nini? Manake nakupa sekunde kama 30 hivi. Manake muda umekwisha kweli. Naona utamaduni wetu unahusika sana na Biblia. Hilo ni jambo ambalo watu wengi hawafahamu. Wazidi kutazama na watakuja kugundua mambo mengi ambao wanasikia yako hapa tu karibu na sisi. Ndio hiyo. Asante sana. Mzee Samuel, wasemaje? Mwisho kabisa kwa maneno machache tu. Hii utafiti na uchunguzi uliofanywa na Ruth, nina hakika kwamba utatufanya tujisikie tumekuwa watu wa Mungu. Sio hatujakuwa watu wa Mungu, lakini kuna mambo tulifichwa. Lakini ikiwekwa wazi tutakuwa radhi kujichagulia na tutakuwa hiyo kufuata sheria za Musa. Kwa sababu kitabu kizima naona sheria. Kwa hivyo hatuna budi kuwa katika mwongozo wa hizo sheria. Asante sana. Ruth, mwisho kabisa wasemaje? Basi ningetaka kumwambia mtazamaji ya kwamba Afrika ndio iko na historia kubwa sana ya Musa kuwa wakiwa wanatoka Misri kwenda Kanani. Walikaa kwa hiyo safari miaka 40 ndio wafike kwao kule kunaitwa Kanani. Na kuna uwezekano kama vile kiongozi wa Sudan alisema, Garang akasema Musa alikuwa kwao na akaja kwa mlima ambao uko Kenya, ndio wakarudi kufunga safari kwenda kwao Kanani. Miaka 40 sisi wa Afrika, bara hili la Afrika, ndio tuko na hiyo historia ya Musa ambaye ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Asante sana. Basi mengi yamekwisha sema na sitarudia tena, manake nikirudia nitakuwa basi na yaharibu. Manake ni vizuri tuachie pale ndiposa wewe pia utafakari. Je, mambo haya umeambiwa na wataalamu hawa, wewe kama Mwafrika utachukua hatua ipi ya kupigania haki zako? Tumekuwa tukiangazia masuala ya utamaduni, masuala ya mila na desturi za Kiafrika. Makala ni kumbukizi za Mwafrika, na sina budi kuwarudishia shukrani wote waliofanikisha makala haya, bila kuwasahau wadhamini wakuu wana Gikuyu and Mumbi Cultural Museum, ambapo wao ndio wadhamini kuu wa makala haya. Vivyo basi hapo studioni ninao wataalamu waliotaalamika katika nyanja hii ya kitaalamu, si wengine bali upande ule mwingine mwisho kule naye dada Ruth Enkeseni, ambaye yeye basi ni director wa maombi, ambaye anasema kwamba yeye ni mkurugenzi ambaye anahusika na masuala ya maombi katika shirika hili la Gikuyu and Mumbi Cultural Museum. Vivyo bila kumsahau mkurugenzi mkuu wa shirika hili ndugu Samuel Kamida, ambaye basi yeye amekuwa wa msaada mkubwa kweli katika makala haya. Mwisho kabisa bila kumsahau mwanahabari mwenzangu si mwingine bali ni dada Merlin Wanjiru, ambaye basi bila shaka amechangia kuyafanikisha makala haya. Hadi basi wiki ijayo sana wakati kama leo, na kutakia amani ya Bwana. Mimi basi nilikuwa msimulizi wako Job Onimo.